Na karibisha sana katika kipindi cha leo. Leo nitaenda kufanya uchambuzi wa betslip yetu ambayo nilitoa jana odi 2 na imeweza kufanikiwa kushinda. Ili kuona betslip ambazo zimepita utakuja hapa. Open betslip, bet history. Kuja tufungue tiketi yetu ya jana ambao ndo hii. Kuja bet details hapa. Haya, ukianza na mechi ya kwanza hapo niliweka goal bonds, manake goal bonds hii ni ya kiujumla. Ilikuwa ni mechi ya Man City na Leicester City, walitoka 2-0 na goal bonds yangu niweka waanzie magoli 2 na zaidi, waanzie magoli 2 hadi 5 au zaidi. Haya, ukija hapa kwenye matokeo kwa namna walivyotoka kwa magoli 2-0. Ukija kwenye flash score huko pia wana Man City na Leicester City magoli yalifungwa 2. Yalifungwa magoli 2. Haya, ukija kuangalia kwenye mechi ya pili ya Brighton na Aston Villa, na pia niliomba goal bonds, manake niliomba mipaka ya magoli vile vile kwa ujumla. Niliomba waanzie magoli 2 mpaka 5 na zaidi. Na hapa ukiangalia kwenye matokeo, Aston Villa kweli alishinda kwa magoli 3 na Brighton hakufanikiwa kupata goli. Ukijumlisha magoli yao yanaingia kwenye goal bond yetu. Je, ukiona hapa kwenye flash score Aston Villa na Brighton hawa hapa goal bonds. Japokuwa zitokea VAR nini, lakini haikuwa na effect sana. Haya, ukija kwenye timu ya kwenye mechi ya 3, ukija kwenye mechi ya 3 hapa ilikuwa ni kati ya AC Milan na Inter. Kwa hapa nilisema home team to win 2-0. Mimi nikasema no, na outcome ya matokeo ikaja no. Sasa nikisema kwamba home team to win 2-0, maana yake kwamba timu ya nyumbani isiweze kushinda bila kufungwa. Hii hapa kwenye maelezo yao wanasema kwamba home team to win 2-0, maana yake timu ya nyumbani ishinde bila kufungwa. Mimi nikasema no. Hata ukiangalia hapa kwenye matokeo ya dakika 90 full time score utaona ni 1-1 hapa. Inter Milan nice. Ona 1-1 walikuja kufunga dakika 67 ili kusaidia beti yangu ishinde. Haya, ukija kwenye
Mechi namba 4 niliweka goal bonus, manake uanzie magoli 2 mpaka 5 na zaidi. Goal bonus mipaka ya magoli, yani jumla ya magoli yao ianzie. Na kweli Benfica na Firenze walipata magoli 2 mpaka 5. Benfica alifunga magoli 3, Firenze alipata magoli 2, jumla magoli yao 5. Hata ukija kuangalia kwenye flash score huku, mwisho wanakuonesha Benfica alitangulia magoli 2, akaongeza huyu akarudisha, akaongeza akarudisha. Unaona? Ukija kwenye mechi namba 5 ilikuwa ni kati ya Southampton na Crystal Palace. Mechi namba 5 ilikuwa ni kati ya Southampton na Crystal Palace. Hapa nilisema kwamba booking iwe over 1.5, manake idadi ya kadi izidi 1.5. Na kwenye kipindi cha kadi, red card na kipindi cha booking nilielezea kwamba yellow card ina point 1 na red card ina point 2. Kwa hiyo ukija kwenye Southampton na Crystal Palace, hapa kwenye flash score kwenye Southampton na Crystal Palace, hapa utakuja kukuta kadi kweli. Booking ya kwanza, kadi ya kwanza hii point 1, point 2, 3. Ilifika point 3. Manake ukija ukilinganisha hapa na nilivyosema over 1.5, na kweli outcome litokea over 1.5. Hapa waangalie magoli. Mechi ya ilikuwa ni Newcastle na Brentford. Hapa pia niliomba booking. Ilipokuwa matokeo yao walitoka 2-1 booking, na booking niliomba over 1.5. Hata ukija hapa kwenye Newcastle utakuja kukuta kwamba kuna kadi zitokea 2. Japokuwa kipindi cha kwanza kutoa kadi yoyote, lakini kipindi cha pili walitoa kadi 2 za njano ambazo sana point 2, manake zilivuka kadi za haraka. Na game ya mwisho ilikuwa ni ya Liverpool na Everton. Hapa nilitumia Asian handicap. Kwa Asian handicap sijafundisha, ila nitakuja nifundishe kipindi kikifikia wakati wake. Nitakuja nielekeze Asian handicap nafanya kazi. Lakini ukiangalia Asian handicap hii ni Asian handicap ya 0. Manake hii Asian handicap inaonyesha kwamba sijapendelea upande wowote ule. Manake handicap ni kupendelea, ila hapa sijapendelea upande wowote ule. Na hii Asian handicap inafananishwa na draw no bet. Manake endapo kama wata draw au endapo kama wakitoka sare, ila irudishwe kwenye account yangu kama nimeweka single bet. Ila ikiwa nimeweka multiple bet, hii odd hapa, odd 1.18 inabadilika na kuwa odd 1. Kwa kwenye multiple akizidisha hizi odd zote mpaka juu huko, hii itakuja ibadilike iwe odd 1. Kwa hiyo hata makizidisha haitakuwa na effect kwenye zile odd.
Kwa hapa ndo hivyo kwamba hii odd moja, kwamba hii ingebadilika ikawa odd moja kiasi kwamba kama akizidisha huku inakuwa haina effect kwenye hizi odd. Hii itabadilika, ila huku jumla ya odd zingepungua, zingeshuka chini kidogo. Maana yake hapa, hata hapa hii imepunguza 0.18, huku akizidisha upya ingekuja kuanzia ni 2.3 hadi ina range hapo katikati, lakini isingekuwa ni 2.4. Kwa hata ukija huku kwenye flash score, Liverpool ni kweli alifunga, kama unavyoona Liverpool alifunga. Lakini endapo kama Everton angeshinda hii game, manake hapa mimi ndio ninge lost. Nashukuru sana kwa kuwa pamoja nami. Niwatakie siku njema na usahau kusubscribe kwa kupata vipindi zaidi.